Moja kati ya vitu vinavyosumbua duniani ni mchanganyiko wa hawa watoto wawili, ama ni kuto kuweka sawa watoto wawili ambao ni Ishmaeli na Isaka. Watu wanajiuliza nani ni mtoto wa ahadi na nani sio mtoto wa ahadi. Lakini ukweli ni kwamba wote ni watoto wa ahadi. Isaka na Ishmaeli wote ni watoto wa ahadi. Isipokuwa tu hii ahadi tofauti yake tokeaje. Hapa ndipo kwa siku ya leo mimi na wewe tutakuwa tunaongea lugha moja wakati tunaangalia tofauti hizi. Ishmaeli ndiye mtoto aliyezaliwa wa kwanza kwa Ibrahim, na Ibrahim alimzaa kwa mwanamke ambaye mke huyu alipewa na mke wake, kwa maana kwamba Sara aliamua kumpa Ibrahim azae naye mtoto baada ya kuona kwamba Sara hana uwezo tena wa kuzaa mtoto. Kisa hiki utasema kikoje? Ni kwamba Ibrahim amekuwa ni mcha Mungu, lakini ucha Mungu wake haukuweza kumpa mtoto. Lakini ilifika mahali ambapo Mungu anahitaji mtoto na Ibrahim anahitaji mtoto, Sara naye anahitaji mtoto. Hapo ndipo kizazi kikaanza. Malaika walimtokea Ibrahim na kumwambia kwamba na kumwahidi kwamba atapata mtoto, lakini tendo hili likawa kicheko kwa Ibrahim na kwa mkewe Sara, wakati huo aliyekuwa anajulikana kama Sarai. Wote wakashanga, inawezekanaje? Sisi ni mababu na mabibi, tunawezaje kupata mtoto? Lakini malaika wakaambia, kipindi kama hiki tutakaporudi, basi Sarai atakuwa amepata mtoto ambaye atakuwa ni mtoto wa agano kati ya Ibrahim na Mungu. Sasa hapa Sarai akaanza kufikiria, ili hili tendo liweze kuwezekana, kwa sababu mimi ni bibi, ni mzee, siwezi kupata mtoto. Hapo ndipo Sarai akaanza kufikiria mbinu za kuweza kupata huyu mtoto. Sasa Sarai akakumbuka kwamba katika vitu anavyomiliki ni vingi, lakini anamiliki na watu tena. Alikuwa anamiliki mwanamke mmoja aliyejulikana kama Hajri, na Hajri naye baada ya kuguswa na Sara alipomwambia kwamba Hajri, nahitaji uende uzae na mume wangu, Hajri naye hakukataa. Yawezekana Hajri alihesabu vitu vingi, kwa sababu Hajri alikuwa ni mwanamke aliyekuwa anatokea katika nchi ya Misri, na ni mwanamke ambaye alikuwa hachangii kabila la Ibrahim, na kwa miaka hiyo ilikuwa sio rahisi sana mtu kumuoa kutoka kwenye kabila lingine, kwa sababu walitakiwa kuendelea kushikilia ahadi waliokuwa nayo ndani ya kabila lao. Sarai akamkonvinsi Hajri na Hajri naye akakubali. Sarai akamkonvinsi Ibrahim naye akakubali. Hapo ndipo wakakubaliana, mtoto mmoja akazaliwa ambaye alikuwa ni Ishmaeli. Ishmaeli ndiye mtoto wa kwanza kwenye uzao wa Ibrahim. Lakini je, alimpata kwa agano la nane? Ishmaeli ukiangalia amepatikana kwa agano ambalo lipo kati ya Ibrahim na mke wake Sarai. Sarai kwa matamanio ya kupata mtoto akaingia agano na Ibrahim, na hapa ndipo wakampata mtoto. Na yule mtoto aliyepatikana ilikuwa ni mali ya Sarai, haikuwa mali ya Ibrahim, kwa sababu Hajri alikuwa mali ya Sarai, kwa sababu alikuwa ni mfanyakazi wa Sarai. Na hata baada ya mtoto kuzaliwa, Hajri hakuendelea kuwa mke wa Ibrahim, kwa sababu hata baadaye Ibrahim alimfukuza huyu mwanamke, akaondoka na mtoto wake Ishmaeli, ijapokuwa Ishmaeli naye alikubaliwa kuwa na yeye ataongezeka na kuongezeka, lakini hakuwa na kibali cha kurithi katika familia ya Ibrahim, kwa sababu alikuwa sio mtoto wa Sarai, na Ibrahim alikuwa anampenda Sara na ndiye aliyekuwa mke wake. Hajri hakuwa mke wake. Baada ya kuzaa mtoto, hapo hawakuwa tena na uhusiano, kwa sababu walichokuwa wanakihitaji ni mtoto, na Sarai alikubali hilo litendeke, kwa sababu alijua huyu mtoto anayezaliwa atakuwa ni mali ya kwake, kwa maana atakuwa ni mtoto wa Sarai, kwa sababu Hajri alikuwa mali ya Sarai. Hivi unaweza kuona kwamba agano la kwanza la mtoto huyu anayepatikana Ishmaeli ni agano kati ya mwanadamu na mwanadamu, kwa maana kwamba Sarai na Ibrahim
Ibrahim, lakini vile na Hajri. Hawa watatu waliunganika wakapata mtoto. Kwa mantikio, Ishmaeli hakuwahi kuwa mtoto wa agano la Mungu, isipokuwa tu amezaliwa kwenye utaratibu wa wanadamu wa kawaida kuzaliwa, lakini hakuwa mtoto aliyeahidiwa na Mungu. Sasa tunakuja upande wa pili wa Isaka. Isaka naye walikaa muda. Ibrahim alikaa na Sarai kwa muda, na ilipofika tarehe ile walioambiwa na malaika, basi Sarai akapata mtoto. Na mtoto huyu aliitwa Isaka kwa maana kwamba ni kicheko. Sarai akamwita Isaka ikimaanisha ni kicheko, kwa sababu ni mtoto aliyepatikana bila wao kutarajia kwamba wangelimpata huyu mtoto. Sasa huyu mtoto anapatikanaje kwa agano? Agano la Ishmaeli lilikuwa kati ya Sarai na Ibrahim na Hajri, lakini agano la Isaka, agano hili linapatikana kati ya Mungu na Ibrahimu, kwa maana kwamba Mungu ameingia agano na Ibrahimu akamkubalia kwamba wewe utapata mtoto. Ijapokuwa Ibrahimu alikuwa haamini, lakini mtoto huyu alikuwa ni lazima kupatikana. Kwa mantiki unaweza kuona baada ya Isaka kuzaliwa, hapo ndipo agano likaanzia hapo. Na Isaka kuzaliwa kwake kulisababisha mambo mengi. Msururu au mstari wa watu walioendesha nchi ya Israeli ulipatikana kutoka kwenye viuno vya Isaka, na ndiyo maana Isaka huyu alikuwa amebeba agano kubwa ambalo lilikuwa ni agano la baba yake, kwa maana kwamba Mungu ili aendelee kutunza agano lake vile alivyokuwa amemwahidi Ibrahim kwamba atakuwa baba wa mataifa, yalitakiwa kutoka katika viuno vya watoto wake. Anazaa watoto na watoto wake nao wanazaa watoto, na ndiyo maana kuanzia Isaka hapo ndipo kizazi cha Israeli kikaanzia hapo. Wakazaliwa watu mpaka wakafika kwa kina Daudi, wakafika mpaka kwa kina Yesu, na hapo ndipo Yesu alipozaliwa. Hivyo unaweza kuona kwamba kati ya hao watoto wawili wote ni watoto wa agano, lakini mtoto mmoja ni agano la mwanadamu na mwanadamu, na mtoto mwingine ni agano kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu akubariki sana. Kwa siku nyingine, kama utapenda kufuatilia makala kama hizi, utaweza kusubscribe hapo chini, alafu tutaendelea kwa pamoja.